katika niwaambukize utumishi ndani yao ili kwamba waweze kutumika, lakini aliyo tayari. Leo Mungu ametupa ujumbe unasema, ujumbe wetu leo unasema tusijisahau. Ujumbe unasema tusijisahau. Tuko vitani. Ujumbe unasema tusijisahau. Tuko vitani. Wakati nikitafakari ni kitu gani ambacho nitazungumza na watu hao, kitu ambacho kiligonga moyo wangu, nikasikia sema tusijisahau. Tuko vitani. Wakati nasidi kutafakari, nikajitafakari mwenyewe, nikajitathmini mwenyewe. Mungu hana upendeleo. Unajua wakati mwingine tunataka kuhubiri, lakini Mungu ameanza na wewe kwanza. Nikajigundua kwamba kuna mahali nimejisahau. Halafu nikapewa picha ya watu kujisahau. Tuko vitani. Hebu mwambie mwenzako, tuko vitani. Nikatafakari neno tusijisahau au usijisahau, maana yake ni nini? Ni kupoteza kumbukumbu ya yale ambayo unataka ufanye au ufuate. Ni kupoteza kumbukumbu kwa yale ambayo unatakiwa ufanye, lakini haufanyi. Lakini nikaja kwenye vita, nikagundua kwamba vita ni uadui, au kuna vita, kuna maadui ambao wanakutafuta, na maadui hao wanahitaji kuangamiza kile ambacho ulicho nacho. Tusijisahau. Tuko vitani. Wakati mwingine tunakuwa kwa kawaida tu, tuko sawa. Wapendwa, hatuko sawa. Tukijisahau tumepigwa. Na ndio maana ukiingia kazi ya jeshi, kuna mambo mawili umekubaliana nayo: kuua na kuuawa. Sio jamani? Na mwanajeshi wakati wote anakuwa makini. Kwa nini? Kwa wakati wowote ile ikatokea hatari. Kwa hiyo nikafananisha kwamba sisi tuko vitani. Kwa maana nyingine, wakati wowote unaweza kuvamiwa. Lakini hivi vita vikoje? Tunaona
hapo kitabu kile kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 tuanze mstari ule wa 10 hadi 14. Na hapo tutasoma hapo. Tuangalie vita vitapigana. Vita gani ambavyo tumepewa, tumekumbushwa. Efeso sura ya 6 mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Baba, katika jina la Yesu, tuko mbele zako, watoto wako. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Tumetega masikio yetu ya mwilini tupate kusikia. Tumetega masikio yetu ya rohoni tupate kuelewa. Tunakuruhusu Mtakatifu sasa uweze kutuhudumia. Mimi ni mtumwa, nimesimama kuwakilisha neno lako kwa watu wako hawa. Wako tayari kukusikia kutoka kwako. Nitumie kama upendavyo wewe, sivyo nipendavyo mimi. Ninakushukuru kwa kuwa Bwana upo katikati yetu, katika jina la Yesu. Amen. Tumesoma kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa kwanza hadi wa 14. Sura ya 10, sura ya 6 hadi 14. Kitabu hiki ni kitabu ambacho Paulo ameandikia Waefeso, na katika maandiko tunasoma Paulo alikuwa anawakumbusha ya kwamba wasiridhike kwa namna ambavyo walivyo. Wanahitaji wazidi zaidi ya hapo. Na ndio maana mstari wa kwanza, mstari wa 10, mstari wa 10 anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Maana yake kiwango ambacho ulichonacho usizike nacho, kwa sababu iko vita. Kwa maana nyingine uongeze juhudi katika Bwana. Haleluya. Kwa nini uongeze juhudi katika Bwana? Usirizike na jinsi ambavyo ulivyo. Na tafsiri yake ni kwamba Mungu anakujua wewe ulivyo. Mungu anakujua wewe ulivyo. Mungu anajua kiwango chako. Mungu anaelewa kiwango chako ulivyo. Na ndio maana Paulo anawaambia kanisa la Efeso, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Lakini hakuishia hapo tu. Akasema katika uweza na nguvu zake. Kwa tafsiri nyingine anazungumza kutembea
kiwango ulichonacho usifike nacho. Haijalishi unafanya kiwango gani kwa Mungu. Inawezekana kwamba unafanya kiwango kikubwa kama nilivyosema, kiwango kikubwa kwa Mungu, lakini anasema uzidi zaidi ya hapo. Maana ufanye jitihada zaidi ya hapo, uvuke zaidi ya hapo. Kwa maana nyingine, anatamani kwamba tutembee katika uwezo wa kimungu. Tukitembea katika uwezo na nguvu zake, maana yake ni kwamba tumejivika silaha za kupambana na adui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma Matendo 1:8 tunaona Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake, nanyi mtapokea nguvu akishawakilia juu yenu Roho Mtakatifu. Maana yake ni kwamba Yesu alijua kwamba hawa watu hawawezi kutembea na uwezo pasipo kuwapa uwezo. Hawawezi wakafanya kazi ya Mungu pasipo nguvu. Huwezi ukafanya kazi ya Mungu kama hayo. Maana anakuambia mtapokea nguvu, na hiyo nguvu itadhihirisha uwezo ambao ulio ndani yako. Ndio maana nikakushuhudia hawa vijana. Jana nilitembea nao, nataka nijue uwezo wao, lakini wanaweza kukosa kushuhudia yoyote. Wamejaa maandiko. Kwa hiyo Paulo anazidi kuwaambia, na Yesu akazidi kuwasema kwamba lazima mpokee nguvu, na hiyo nguvu ndiyo ambayo itakayowadhihirisha. 16:13 Wakorintho wa kwanza sura ya 16 sura ya 13. Sura ya 16 na mstari wa 13 anasema kesheni, halafu simameni katika imani. Neno kukesha kwa tafsiri ya kawaida ni kuwa macho. Ijumaa tulikuwa na mkesha pale. Kuna mtu kalala?